the mask, the mask, hii ni the mask, the mask, the mask, the mask, the mask. Mask ni yupo hatarini waboi. Afande Baraka. Ni kweli ile alama ni yangu, lakini Afande Koto hakuwa target yangu, hivyo sikuhusika katika kifo chake. Sasa nawezaje kukuamini wakati ukweli uko wazi? Najua ni ngumu kuniamini, lakini huo ndo ukweli. Unasema kuhusu ukweli? Ukweli gani unaozungumzia? Wewe ni mhalifu kama wahalifu wengine tu. Hivi mimi nikihusika na mauaji, ningekuwa na ujasiri wa kusogelea kweli? Hicho sio kigezo cha kutokuwa mhalifu. Kinachohitajika ni ushahidi ambao unaonesha kuwa wewe sio mhusika. Basi sawa, na kuahidi nitakuletea ushahidi hivi punde. Ushachelewa. Umetoweka? Yeye ningemwaga ubongo leo. Ningeenda kupandishwa cheo. Mara kwa madie pamoja uharibifu, si madawa wala unga, ni usumbufu. Mask baba futilia mbali uharifu. Mwiji, yes. Hapo wengine wapi? Tulikuwa wote, ila wengine wamepitia papa. Okay, vipi mmefanikiwa kwa chochote? Tumetafuta sana lakini tumeambulia patu. Sasa tunafanyaje? Maana huyo Mask anahitajika sana na bosi. Lakini kumtafuta mtu tusiyomjua sawa sana usiku wa giza. Mbona unacheka sasa? Nimekumbuka kitu. Ni kitu gani? Ile siku ya tukio nimemuona sniper. Hivyo basi, nikimpata sniper, nimempata Mask. Huyo sniper wake anaonekanaje? Ni mnenenene fulani, hapo na mashavu. Halo. Captain. Wanaambie Msauzi. Tumemwona sniper. Una uhakika na hilo? Ndio. Hivyo tunasubiri amri yako. Ni vizuri, hakikisheni mnampata na mnamleta akiwa hai. Sawa. Sawa kiongozi. Kumbe genge la wahalifu, mara wawizi, mara ujambazi na uharibifu, wao yao madawa, ukaidi na uhalifu. Hii ni the mask, the mask, the mask. Hii ni the mask, the mask, the mask. The mask ni ataka tokomeza uhalifu, mara kwa madie pamoja uharibifu, si madawa wala unga, ni usumbufu. Mask baba futilia mbali uhalifu. Umekuwa msaada kwa wengi wanyonge, kwetu umekuwa shujaa. Acha tuonge kwa madii, usituache watu pole tonge. The mask, the mask, hii ni the mask, the mask, the mask. Haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Unaisikia?
baadaye. The number you're calling is not reachable. Please try again later. Hivi Traore atakuwa wapi? Ni siku ya pili leo hajafika home, na simu yake haipatikani, na si kawaida yake. Ananipa wasiwasi. Halo? Halo? Hey. Ndio. We nani na umejuaje? Kunijua sio muhimu. Ninachotaka ni pesa zangu na madawa uliyochukua. Sawa, lakini naomba msimzuru, maana wewe hana hatia. Unalia kama mtoto wa kike. Nitakupa muda. Kesho saa 8 mchana. Usipokuona na mzigo wangu, sahau kabisa kuhusu kijana wako. Tukutane wapi sasa? Nitakutumia location na ole wako uje na askari. Halo? 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 Uhalifu unazidi, Mr. Matata na genge lake wanachafua mji. Damu zinamwagika kwa vijana wasio na hatia, kwa madoti mechafuka. Kwa mauaji na wizi, kama mgeni usijichanganye, uliza wenyeji usije ukalizwa. Bosi, mzigo uko sawa? Vizuri. Nishawapatia kila kitu, hivyo ni nyie kumwachia rafiki yangu niondoke naye. Rafiki yako? Hivi unajua ni rahisi? Lakini ndio makubaliano yetu. Nilikudanganya maski. Hivi unadhani ni hasara ngapi umenipa? Matata, unazungumzia hasara? Hivi kuna hasara zaidi ya uhai? Unazungumzia uhai? Ni vijana wangapi umewaua bila hatia? Ni kisasi, hivyo wanastahili. Wote mnastahili kufa. Subiri, kabla hujaniua, nataka kujua wewe ndio ulimuua Pandekoto? Ndio. Mimi ndio nilimuua Pandekoto. Unataka kujua ilikuwaje? Ndio. Pole kwa kuunguliwa na gari. Unanipa pole kwa uchungu gani uliokuwa nao? Naelewa hasira uliokuwa nayo, lakini nahitaji nguvu katika hili. Hivi unajua mambo yangu yanazidi kuharibika kwa sababu yako. Maana nilikupa pesa umuweze maski, lakini mpaka sasa hakuna chochote ulichofanya. Sawa, lakini niko peke yangu katika hili. Unaonaje ungeniongeza fedha ili nikaongeze nguvu? Yaani mimi nipo kwenye machungu, wewe unazungumzia mambo ya pesa. Hivi una akili kweli wewe? Lakini kazi yako ni ngumu, hivyo inahitaji bajeti ya kutosha. Hivi unafahamu gereji ilikuwa inaniingizia kipato kiasi gani? Hilo sio muhimu. Kikubwa lete pesa ufanyie kazi yako. Okay. Wewe malipo hapa atakuwa ni kifo tu. Kama tata. Isamehe, sitarudia tena. Haya ndio malipo yako. Chidi. Njoni nyumbani, mje mbebe mzoga mkautupe. Sasa kwa nini polisi walikuta alama yangu? Kumbe bado hujajua lengo langu. Nimefanya hivyo kugombanisha na polisi. Maana ugomvi wenu ndio ushindi kwangu. Utajitia kwa hilo Matata.
Hata hivyo umechelewa. Kwa chini ya ulinzi. Police, police. Police, police, police. Officer. Police, police, police. Police, police, police. Officer. Police, police, police. Police, police, police. Officer. Ya maana kuna mtu katuuza. Ya maana maski umetuuza. Sema kweli usichokijua ni usiku wa giza. Juma, najua ni kijana mwerevu sana. Una shida na watu, kuna matatizo. Na kitu mimi nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Kifupi Juma, kuna kazi ambayo mimi nataka nikupatie. Sababu najua wewe una urafiki na Chidi, si ndio? Ndio, mimi na urafiki naye. Lakini Chidi na mimi tulishagombana. Kiufupi sina mawasiliano naye. Sasa nini kimesababisha mgombano? Rafiki yangu bwana mimi anafanya kazi ya ujambazi. Na ile kazi mimi siwezi kuifanya. Sikia. Mimi ni afande. Na najua kwamba wewe ni rafiki wa Chidi. Na najua kabisa kwamba Chidi ni jambazi na anajishughulisha na vitendo vya kihalifu. Na lengo la kukuita hapa ni kuwa unatakikana ulisaidie jeshi la polisi katika kuwakamatisha kina Chidi. Inawezekanaje sasa? Wakati mimi nimeshakwambia Chidi mimi nimegombana naye. Hiyo bwana inawezekana. Sasa sikia. Fuate Chidi. Alafu jitahidi muombe msamaha. Na ufanye juu chini. Uungane na kundi lao. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Lakini vipi kuhusu usalama wangu? Kuhusu usalama wako, usiwe na wasiwasi. Jeshi la polisi litakulinda. Sawa. Naitwa Afande Baraka. Jina mimi naitwa Juma. Basi tupo pamoja. Sawa. Juma alikuwa upande wetu. Kumbe Juma ndo katuuza na kufa na mtu. Kisha kaa chini. Uhalifu unazidi, Mr. Matata na genge lake wanachafua mji. Vua maski. Damu zinamwagika kwa vijana wasio na hatia, kwa madoti mechafuka. Kwa mauaji na wizi, kama mgeni usijichanganye, uliza wenyeji usije ukalizwa. Unaweza uziwa kiwanja barabarani, kuja kushituka magari yanapita, kumbe umeuziwa barabara. Utauziwa kiwanja cha mwenyekiti na muhuni, kukusaliti, kukutraore na... Baba, jisikie kama uko nyumbani, karibu sana. Haya, kilichokuleta leo ni nini wakati nilikufukuza? Mama, hebu kuwa na hekima hata kidogo. Huoni kuwa kuna mgeni? Mama, leo nimekuja kuondoa ule utesi kwa muda mrefu. Utesi gani unaozungumzia wewe? Mama, ulikuwa ukilalamika kwa sileti mchumba. Hapo umeongea. Mimi nataka wajukuu mwanangu. Si unamwona mwenzio Tifa?
Kesho tu hapa naitwa bibi. Yaani hayo ndo nayataka mimi. Sawa mwanangu? Mama, huyu unayemuona mbele yako ndo mchumba ambaye nimekuja kumtambulisha kwako. Dada hapo bwana umeongea jambo la maana. Tena mno. Shemeji, karibu. Naitwa Tifa. Na wewe hebu tulia huko mtoto. Mbona kuona shobo wewe Lioni? Baba, eti anaongea Aisha ni ya kweli? Mama, ni kweli. Lengo langu la kuja hapa ni kutambulika nyumbani na kumuoa Aisha. Baba, naomba ndoa iwe mapema ili mwanangu apate heshima kama mwanamke. Mama, hilo kwangu mimi halina tatizo, hata ndoa mkisema iwe kesho. Baba, basi sio tatizo. Pia nashukuru kwa hilo. Aisha, utampatia mwenzio namba yangu ili tuwasiliane. Ndoa iwe kesho, sherehe sio lazima mwanangu. Sawa eh? Mama, tulia wewe. Ndo nishasema hivyo. Acha niasiliane na mashehe. Kesho ndoa ifanyike. Sawa mama. Ngoja mimi nirudi nyumbani. Ila mahali bwana hamjanijulisha. Sawa baba, wewe nenda. Nitakujulisha kwenye simu. Basi sawa mama, nimekuelewa. Nakutegemea sana baba, usije ukaniferisha. Hamna mama. Nampenda sana Aisha. Hivyo lazima nirudi nije kumuoa. Yaani kikweli ongea sana Daisha. Mungu tukufanyie wepesi kwenye jambo lako la ndoa. Yaani leo tungekuwa na wewe, tungefanya sherehe kubwa. Kila mmoja ajue kwamba unaolewa. Ndio unatakiwa mwanangu uje uilinde ndoa yako. Hasa wasichana wa sasa hivi huaga wanafuata tu vitanda na godoro. Linda ndoa yako mwanangu. Umenielewa wewe Aisha? Ndio mama, nimekuelewa. Dukani. Oh, Juma, karibu. Asante. Juma, umeletea langu unakuja kuuza sura hapa. Hivi wana mkoko mna mpango gani? Au unataka kunifundisha kibiashara changu ndio kama mie au? Hapana Lydia. Sio kama unavyofikiria. Hapana nini? Yaani kama umekuja kukopa, uishie huko huko, sio kanitibua mashetani yangu wewe. Sawa, lakini mimi sijajia hilo. Haya, nini kimekuleta kama sio kukopa? Maana nawajua nyie. Nimekuletea deni lako. Pia asante sana kwa kutuvumilia mpaka muda huu. Kiukweli asante, maana nilishakata tamaa kabisa. Mimi naondoka. Mbona unasahau chenchi yako? Hiyo chenchi chukua. Na hiyo chenchi mimi nimekupa kwa sababu ya fadhila zako ulizozifanya. Umenivumilia sana. Haya, asante. Karibu sana. Mkiwa na shida msite kuniambia, nitawasaidia. Basi sawa, mimi naondoka. Basi haya. Asia kasaidia. Jamani, huu mbodi sijui unatema wapi. Mpaka chenchi inaachiwa. Ni mwaka huu kaji. Nakuja niweke kwenye simu, acha fanya ukali kwenye simu. Afande Rama. Naam. Huyu kijana ndio alikuwa anataka kuniona? Ndiyo mkuu. Una shida gani kijana? Unajua afande, lengo la kukuita hapa ni kwa kuna vitu ambavyo tunataka tuzungumze kuhusu haya matukio ambayo yametokea hapo nyuma. Kiufupi, ndugu yangu naona amekamatwa pasi na hatia. Kwa kuthibitisha hilo, kuna ushahidi huu hapa. Sasa kwa nini polisi walikuta alama yangu? Kumbe bado hujajua lengo langu. Nimefanya hivyo kugombanisha na polisi. Maana ugomvi wenu ndio ushindi kwangu. Afande Rama. Naam. Kwa kuwa kesho kutwa ndio mtuhumiwa anapelekwa mahakamani, inabidi huu ushahidi upelekwe mahakamani. Sawa mkuu. Ili apate kuachiwa.
Hongera sana kijana. Mshahidi mbona unatafuta muda mrefu. Hongera. Uhalifu unazidi, Mr. Matata na genge lake wanachafua mji. Damu zinamwagika kwa vijana wasio na hatia, kwa madoti mechafuka. Kwa mauaji na wizi, kama mgeni usijichanganye, uliza wenyeji usije ukalizwa. Sawa, nakuja. Unaweza uziwa kiwanja barabarani, kuja kushituka magari yanapita, kumbe umeuziwa barabara. Utauziwa kiwanja cha mwenyekiti na muhuni, huku Traore na Demas wameungana, ili kisasi kulipa mitaa imejaa makundi ya wahuni. Mr. Matata anachafua mji, biashara zote haramu anafanya yeye. Mwanangu. Nikwambie kitu. Niambie tu sababu. Mume wangu, mtoto wetu anazidi tu kukua. Tunatakiwa tumwandalie mazingira asije akapata shida hapo baadaye. Ni kweli mke wangu, tunatakiwa kweli tutafute pesa kwa bidii, asije mtoto wetu baadaye akaja kupitia mazingira kama tuliopitia sisi. Oh, Juma. Baraka. Karibu bwana Baraka. Karibu. Asante Juma. Shemeji, vipi hali yako? Salama kwema shemeji. Kwema tu bwana. Haya, vipi kajomba? Akajambo? Akajambo, kana kusalimia shia. Samahani shemeji, nilikuwa naomba kuongea na mume wako tafadhali. Hamna shida, kuna usalama lakini. Usiwe na wasiwasi shemeji, usalama upo. Basi sawa. Juma, cha kwanza kabisa, hongera kwa ushirikiano wako mkubwa ambao umeitoa katika jeshi la polisi na taifa kwa ujumla. Cha pili, sisi kama jeshi la polisi, kutokana na ushirikiano wako ambao umeuonesha, jeshi la polisi limeona likupe zawadi ambayo ndio hii hapa. Oh, asante sana. Juma, basi ngoja mimi nikuache nirudi kwenye kituo cha kazi, lakini tutawasiliana, maana masuala ya kitaifa ni mengi sana. Basi sawa. Na tutazidi kushirikiana. Basi sawa. Poa. Shemeji, mimi naondoka bwana. Aya shemeji, karibu. Haya bwana. Karibu sana bwana nyumbani. Haya. Mkango. Yule jamaa uliomuona pale ulioniita anaitwa Afande Baraka. Yule jamaa ndo alionipa hizi pesa milioni 2. Mke wangu, hizi pesa sasa tufanyie nini? Baba, nikupa shauri. Siku hizi kuna magoni fulani yameingia yani habaya. Baba, kanunulie hayo mawili na vijua vyangu 3. Kila mmoja ajue kama mke wa Juma kafa, mke wa Juma kafa. Sasa unaza jamani, hizi si pesa nyingi kabisa hizi. Tena sisi mnavaa mume wangu. Hivi mke wangu. Au unaza nini? Hivi mke wangu. Mimi nilijua wewe utaongea kitu cha muhimu, utaongea tufungue mabiashara, lakini kumbe wewe unafikiria kuvaa. Yaani unafikiria kuvaa kuliko kufanya biashara. Hivi mke wangu umechanganyikiwa nini wewe? Mume wangu, jamani, hizi ni hela, umeniambia
unataka ufanyie nini? Kuvaa pia jamani sio malengo. Au jamani sio mipango. Hivi mke wangu hizi milioni 2 unaziona ni nyingi? Sawa, utachukua milioni 1 utaenda kununulia baya. Laki 3 baba na vijora vyake. Bana mke wangu sikia mimi nikwambie. Hii hela mimi hapa unaiona mpaka nimeshika mpaka sasa hivi hapa. Hii pesa. Mke wangu. Mimi nataka nifanyie malengo makubwa sana. Malengo gani mme wangu ambao unataka wewe mme wangu? Kanunue vijora, habaya pale kwa michosho wanauza. 50,000 habaya, 65. Kanunulie mie nafaa. Najua mke wangu umenichanganya sana. Yaani wewe nilijua mke wangu wewe utatoa malengo mazuri ya hii pesa. Tufanye kitu cha maana. Afu wewe mke wangu wetu yaani unafikiria kuvaa. Asa mme wangu, kwani kuvaa sio jambo la maana jamani? Sawa, utafanya hiyo biashara itaisha ni sisi tutakula. Mimi nguo utabaki nazo. Mke wangu. Kuvaa utavaa tu. Ukumbuke sasa hivi sisi tuna mtoto. Na ninavyokuelekeza hivyo mke wangu, baada ya yule mtoto atakuja kuhitaji maisha mazuri. Si maisha yetu tulioishi ni maisha magumu. Lakini mke wangu unafikiria kuvaa. Sasa sikia. Naongea kama kiungo wa familia. Sasa hii hela tutafanyia biashara. Nimemaliza. Mungu hata baya mmoja. Uwezi ukapata. Kijola je? Wewe nisamee bana. Sindala. Bana nimekwambia nisamee. Nimekwambia nisamee upati. Jamani mwanaume. The mask. He need the mask. The mask ni ataka tokomeza uharifu. Mara kwa madide pamoja uharibifu. Si madawa wala unga ni usumbufu. Mask baba futilia mbali uharifu. Umekuwa msaada kwa wengi wanyonge, kwetu umekuwa shujaa. Acha tuonge kwa madii usituache, watu pole tonge. The mask, he need the mask. Kwa madoti sasa ipo safi, so vibaka wala kutugasi. The mask baba venye umepiga kazi, mfano wa kwetu hakuna. He need the mask tupilia mbali uharifu. The mask futilia mbali uharifu. Maski, siku zote tunadhani wewe ni mtetezi wa wanyonge, kumbe ni muuaji. Leo unataka kuniua? Ndo kwanza gemu limeanza.